Unafanya kila kitu kwa ajili ya mke wako, unamlipia ada ya chuo, unamsaidia kutimiza ndoto zake, unamsimamia kwa kila hali. Lakini siku ya mahafali, siku ya furaha, anakudharau mbele ya kila mtu na anakuambia wewe si kiwango chake tena. Ungefanyaje? Ungeumia au ungeinuka tena? Karibu kwenye hadithi yenye mafunzo makubwa, huzuni, mshtuko na hatimaye ushindi mkubwa. Usikose kutazama hadi mwisho. Samia aliishi katika kijiji kidogo na tulivu katika jimbo la Tatu. Familia yao ilikuwa maskini sana. Wazazi wao walifanya kazi kwa bidii kwenye shamba lao dogo, lakini hawakuweza kumpeleka chuoni. Samia alikuwa amemaliza tu shule ya sekondari, na ingawa maisha yalikuwa magumu, alijulikana kwa upole na bidii yake. Alikuwa tayari kusaidia watu wa kijiji mara kwa mara. Mmoja wa watu aliokuwa akimsaidia mara kwa mara alikuwa Madam Eliza, mjane mzee aliyekuwa akiishi karibu na nyumbani kwao. Madam Eliza alipoteza mume wake miaka mingi iliyopita wakati mwanawe, Eric, alikuwa na umri wa miaka 7 tu. Kulea mtoto peke yake haikuwa rahisi, lakini Madam Eliza alijitahidi kadri ya uwezo wake. Aliuza mboga na bidhaa ndogondogo sokoni ili kumlipia Eric ada ya shule. Lakini maisha hayaendi kama mtu anavyopanga. Baada ya Eric kumaliza shule ya sekondari, Madam Eliza hakuweza tena kumlipia masomo ya juu. Badala yake, alimtuma mjini Imara akae na wajomba zake. Huko, Eric alijifunza kufanyia magari kazi. Kadri muda ulivyopita, akawa fundi mzuri sana, na baada ya kumaliza mafunzo yake, alifungua gereji yake ndogo ya magari. Ingawa gereji hiyo ilikuwa ndogo, Eric alifanya kazi kwa bidii na aliweza kuishi vizuri na kumtumia mama yake pesa. Kila Eric alipokuwa akitembelea kijijini, Madam Eliza alikuwa akimsifia Samia. Samia ni baraka. Ananisaidia kuchota maji, kubeba kuni, hata kununua vitu dukani. Yule msichana ana moyo mzuri sana. Eric alikuwa akitabasamu tu. Mama, kila mara unasema Samia, Samia. Kuna nini cha kipekee kwake? Madam Eliza alikunja uso. Unasema nini cha kipekee? Yeye ni tofauti. Wale wasichana wa mjini si kama yeye. Hawana heshima, hawana adabu. Lakini Samia anatoka familia nzuri. Nafikiri unapaswa kumuoa. Eric alicheka na kutikisa kichwa. Mama, nimuoe tu hivyo? Hata simfahamu. Basi mfahamu. Nyote mnafanana, wote mna elimu ya sekondari, wote ni wapole na wachapakazi. Mnaweza kujenga maisha pamoja. Eric hakuwa na mengi ya kusema siku hiyo, lakini wazo hilo lilibaki kichwani mwake. Mara iliyofuata alipotembelea kijijini, Madam Eliza alipanga Samia akutane naye. Eric alipomuona alitambua uzuri wake wa kawaida. Alikuwa amevaa gauni safi lakini lililochakaa, na alitembea kwa kujiamini kimya kimya. Shikamoo bwana, Samia alimwamkia kwa adabu kama ilivyo desturi yao. Marahaba Samia. Habari yako? Eric aliuliza. Nzuri tu bwana. Asante. Wakaongea kwa muda mfupi. Eric alimuuliza kuhusu maisha yake, familia yake na ndoto zake. Samia alimweleza kuwa anatamani kuendelea na masomo siku moja, lakini kwa sasa alikuwa ameridhika kuwasaidia wazazi wake. Yeye ni mnyenyekevu sana, Eric alijiambia. Hakunena sana, lakini jinsi alivyosema mambo, ana akili kweli. Jioni hiyo, Madam Eliza alirudia tena mazungumzo. Basi, unasemaje kuhusu Samia? Alionekana kuwa mzuri, lakini ndoa ni uamuzi mkubwa, mama. Sikulazimishi. Fikiria tu. Yeye ni msichana mzuri, atakuheshimu na atakuwa mke mwema. Fikiria hilo.
Baada ya kutafakari sana na kushawishiwa kwa upole na mama yake, Eric aliamua kumuoa Samia. Walifunga ndoa ya kitamaduni kijijini mbele ya familia na marafiki wa karibu. Hakukuwa na muziki mkubwa wala nguo za bei, ilikuwa tu watu wawili wakianza maisha yao pamoja. Kabla ya kuondoka kuelekea Imara, Eric alimwahidi Samia jambo. Samia, mke wangu, nitakusaidia kurudi shule. Pamoja tutajenga maisha bora. Samia alimwangalia kwa macho ya shukrani. Asante, Eric. Naahidi sitakuangusha. Kwa ahadi hiyo, walianza safari yao ya kuelekea Imara, wakiacha kijiji chao tulivu kwa maisha mapya katika jiji lenye harakati nyingi. Maisha katika Imara yalikuwa tofauti sana na yale ya kijijini. Mitaa ilikuwa na shughuli kila saa na milio ya magari na watu ilikuwa haitulii. Mwanzoni Samia alijihisi mgeni, lakini Eric alisimama naye bega kwa bega. Kama alivyoahidi, alimwandikisha Samia kwenye darasa la watu wazima ili endelee na elimu yake. Kuanzia somo la kwanza, Samia aling'aa. Alielewa haraka na hata aliwasaidia baadhi ya wanafunzi waliokuwa na ugumu. Walimu wake walimsifu kwa bidii yake na Eric alikuwa mwenye fahari naye. Mpenzi, wewe ni mwerevu sana, Eric alisema jioni moja walipokuwa wamekaa pamoja baada ya chakula cha jioni. Asante, Eric. Nataka tu nikufanye ujivunie. Eric alifanya kazi kwa bidii katika karakana yake ya magari. Mikono yake ilikuwa migumu kutokana na kazi ya kila siku ya kurekebisha magari, lakini hakujali. Alitaka kumpa Samia nafasi ya kutimiza ndoto zake. Samia naye alihakikisha anamjali mume wake. Kila asubuhi kabla ya kuelekea darasani, alipika chakula kwa ajili yake na mara nyingine alimletea chakula kazini wakati wa mapumziko ya mchana. Wateja na majirani wa Eric mara nyingi waliona wema wao. Ndugu, wewe ni mwanaume mwenye bahati, mmoja wao alisema huku Samia akimkabidhi Eric sahani ya wali wa jollof wenye mvuke mchana mmoja. Eric alitabasamu na kujibu, ndiyo, ni kweli. Shukrani kwa mama yangu. Yeye ni mke mzuri. Kadri Samia alivyozidi kuwa na ujasiri katika masomo yake, aliamua kujiandaa kwa mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Eric alimsaidia kwa kila hatua. Aliona jinsi Samia alivyokaa hadi usiku wa manane akisoma, hivyo akaanza kuamka mapema kumpikia kifungua kinywa. Unahitaji nguvu zako, alisema asubuhi moja alipoweka sahani ya viazi vitamu na mayai mezani. Samia alicheka. Mpenzi, unanizoesha maisha mazuri sana. Wewe ni mke wangu. Hicho ni kitu kidogo tu kwangu, alijibu kwa tabasamu. Bidii ya Samia ilizaa matunda. Alipofanya mtihani, alifaulu kwa alama za juu sana. Alipokelewa katika chuo kikuu cha Imara kusomea usimamizi wa biashara. Eric alifurahi sana. Pamoja wakaenda chuoni kukamilisha usajili wake. Usijali, mke wangu. Utafanya vizuri, Eric alisema walipokuwa wakipita katika lango kuu la chuo. Naogopa, inatumai hivyo, Samia alijibu. Lakini maisha ya chuo hayakuwa rahisi. Wanafunzi wengi walitoka katika familia tajiri na walivaa mavazi ya mitindo. Sketi rahisi na mashati makubwa ya Samia yalifanya atofautike, na baadhi ya wasichana wakaanza kumcheka. Sasa, nani anakuja shule akiwa hivyo? Msichana mmoja alinong'ona kwa sauti ya juu ili Samia asikie. Samia aliumizwa lakini alinyamaza. Siku moja, msichana mmoja aitwaye Sabrina alimkaribia kwa tabasamu. Samia, wewe ni mwerevu sana, unajua. Nilikuwa nikifikiria unaweza kutusaidia na kazi yetu ya darasani. Tafadhali, na rafiki yangu pia. Tutakuonyesha namna ya kuvaa vizuri kama malipo. Unajua wanakudhalilisha lakini si kwa nia mbaya. Hapa chuoni unapaswa kujifunza kuvaa au wengine watakucheka. Sabrina na rafiki yake Hana walianza kumpa Samia nguo zao za zamani ambazo bado zilikuwa katika hali nzuri.
Mwanzoni, Samia alihisi shukrani. Alifikiri walikuwa wanamjali. Lakini kwa kweli walikuwa wanamtumia. Wasichana hao walianza kumuuliza maswali ya binafsi kuhusu maisha yake. Ni kweli mumeo ni fundi magari? Hana aliuliza siku moja akicheka. Ndiyo, Samia alijibu kwa wasiwasi bila kuelewa kwa nini hilo lilikuwa la kuchekesha. Ndiyo maana unasomea usimamizi wa biashara, Sabrina alisema. Ili uwe katibu wake baada ya kuhitimu. Mambo haya hayaishi. Maneno yao ya kejeli yaliumiza moyo wa Samia na akaanza kujihisi aibu kwa Eric. Hakumweleza chochote kuhusu dhihaka hizo, lakini tabia yake ilianza kubadilika. Akaanza kuomba pesa zaidi kwa mambo yasiyo ya lazima. Eric, tafadhali usikasirike, lakini nahitaji pesa za ziada kwa ajili ya shule, alisema jioni moja. Eric alionekana kuwa na wasiwasi. Lakini nilikupa pesa wiki iliyopita. Nahitaji zaidi. Eric hakutaka kumchukiza. Alimpenda sana na alikuwa na hofu kwamba huenda akamwacha kwa ajili ya mtu mwingine. Hivyo hata pale alipokuwa hana uwezo, alimpa chochote alichoomba. Pasipo Eric kujua, Samia alianza kupotea kutoka kwenye yule msichana mnyenyekevu na mwema aliyekuwa zamani. Rafiki zake wapya walikuwa wakimvuta polepole kuingia katika maisha yao, na alikuwa anamsahau yule mwanaume aliyempa kila kitu. Katika karakana siku moja mchana, rafiki yake Eric, David, alimkaribia wakati wa mapumziko. David alikuwa mwanaume mzee zaidi mwenye uzoefu mkubwa wa maisha. Alikuwa ameona ndoa nyingi zikivunjika kwa sababu ya uzembe. Eric, sijamuona mkeo kwa muda sasa, David alisema huku akifuta grisi kwa kitambaa. Alikuwa anakuletaga chakula. Kulikoni? Bwana David, mke wangu yupo bize na shule. Anasoma kwa bidii ili ajijenge. Unajua, anaanza kuwa mtaalamu wa biashara ili anisaidie pia katika shughuli zangu. Nampenda yule mwanamke. David alitikisa kichwa polepole akiwa na wasiwasi. Hiyo ni nzuri, lakini ndugu yangu, kuwa makini. Wasichana wa vyuoni wanaweza kumbadilisha mwanamke. Unapaswa kumtazama kwa karibu ili asije akaangukia kwa watu wabaya. Eric alipuuzia. Bwana David, sio Samia wangu huyo. Yeye ni mwanamke mzuri sana. Natumai hivyo. Lakini kumbuka, hata wanawake wazuri wanaweza kubadilika kama huna uangalifu. Eric hakufikiria sana onyo hilo mwanzoni, lakini muda ulivyoenda, alianza kugundua mabadiliko kwa Samia. Alianza kuvaa tofauti. Sketi zake rahisi na mashati vilibadilishwa na suruali za jeans zilizoambatana na mashati yenye rangi kali. Alipomuuliza, alijibu, Sabrina na Hana walinipa. Walisema naonekana nikiwa na mtindo zaidi. Eric alitikisa kichwa, ingawa hakujisikia vizuri. Hakutaka kumkosea, hivyo alinyamaza. Jioni moja, Samia aliomba pesa zaidi. Eric, nahitaji pesa za kununua vitabu vya kozi. Ni muhimu sana kwa somo la 1112, biashara sokoni. Tafadhali. Eric alikunja uso. Lakini si nilikupa pesa za vitabu wiki iliyopita? Unataka kuniua? Najua, lakini hivi ni vipya. Wameviweka kwenye mtaala sasa. Eric alivuta pumzi na kumpa pesa. Natamani hii iwe mara ya mwisho, Samia. Biashara ni ngumu kwa sasa. Asante mpenzi, alisema akipokea pesa na kuepuka kumwangalia machoni. Lakini ukweli ni kwamba Samia hakuwa anatumia pesa hizo kwa ajili ya vitabu. Alizihitaji ili kuendelea na maisha ya kifahari aliyokuwa akijifunza kwa rafiki zake wapya. Alianza kurudi nyumbani usiku wa manane, akidai alikuwa kwenye kazi za makundi, lakini kwa kweli alikuwa akihudhuria sherehe chuoni. Siku moja wikendi, Samia alimleta Sabrina na Hana nyumbani.
Eric alifurahi kukutana na marafiki wa mke wake na alitaka kuwapa picha nzuri. Walipowasili, Samia alisita kidogo kumtambulisha. Wasichana, huyu ni nini? Huyu ni mume wangu. Jina lake ni Eric. Sabrina na Hana walitazamana kwa haraka lakini hawakusema chochote. Eric kwa furaha aliwakaribisha kwa uchangamfu. Karibuni dada zangu. Jisikieni huru kabisa. Walipokaa sebuleni, Samia alimnong'oneza Eric, tafadhali, nenda ukaandae kitu kwa ajili ya marafiki zangu. Wana njaa. Eric alitikisa kichwa na kwenda jikoni. Hakusumbuliwa na kazi hiyo, aliona kama jambo la kawaida kwa ajili ya mke wake. Hata alivaa apron ili nguo zake zisichafuke kama alivyoona kwenye runinga, bila kujua jinsi alivyoonekana ajabu. Aliporudi akiwa amebeba sahani za wali na kuku, Sabrina alicheka. Samia, mumeo ni mchapakazi kweli. Ndiyo, Hana aliongeza kwa tabasamu. Lakini kwa nini amevaa kama kijakazi wa ndani? Uso wa Samia uligeuka wekundu. Unajua yeye anapenda kusaidia tu, akasema kwa kicheko cha aibu. Eric aliona jinsi Samia alivyokuwa akikwepa kumtazama na jinsi alivyokuwa akionekana kuonea aibu uwepo wake. Alihudumia chakula kimya kimya na kusimama pembeni akisikiliza wasichana wakizungumza kuhusu mpango wa kwenda kwenye sherehe usiku huo. Walipoondoka, Eric alisema kwa upole, Samia, ulikuwa unaniongopa. Hapana, si hivyo. Huielewi jinsi watu wanavyofikiria huku mjini. Unajua unahitaji kubadilika kidogo. Moyo wa Eric ulizama. Lakini niliwasikia wakizungumza kuhusu sherehe. Natumaini sio kwamba unataka kwenda huko. Nimesema ninakwenda. Umewahi kuniona nikienda kwenye sherehe? Kwa nini unanishutumu kwa jambo sijafanya? Kwa nini sasa? Sawa, nilitaka tu uwe mwangalifu. Siwapendi sana wale wasichana waliokuzunguka, lakini kwa kuwa ni marafiki zako ni sawa. Sitaki mwanaume mwingine akuchukue kutoka kwangu. Baada ya muda, Samia alianza kumdharau Eric kwa njia ndogo ndogo. Akikosea kutamka neno au kufanya kosa, alikuwa anacheka na kumrekebisha hata mbele ya watu. Eric alihisi pengo likikua baina yao, lakini hakujua la kufanya. Nyumba yao iliyokuwa na joto na mapenzi ilianza kuwa baridi. Siku ya mahafali ya Samia ilipaswa kuwa ya furaha. Eric alichukua mapumziko kazini ili kusherehekea naye. Alivaa shati lake zuri zaidi na kupiga rangi viatu vyake, hata kama vilikuwa vya zamani. Alijua anaenda chuo, hivyo alitaka aonekane vizuri, hasa kwa ajili ya mke wake. Walipofika katika chuo kikuu cha Imara, moyo wa Eric ulijaa fahari. Samia, umejitahidi sana. Nimefurahi sana kwa ajili yako, alisema huku akimkabidhi joho la mahafali. Samia hakumwangalia vizuri. Asante. Lakini unaweza kaa tu kwenye gari. Huna haja ya kuingia. Eric alishangaa. Kwa nini? Nataka kukuona ukihitimu na kupiga picha na wewe. Kuna shida gani? Samia alisita. Nitakuita wakati wa picha. Tafadhali, ngoja tu kwenye gari. Eric hakugombana. Alitaka siku ya Samia iwe ya furaha, hivyo alirudi kwenye gari na kukaa humo, akivuja jasho kwa joto. Baadaye, marafiki wa Samia walikusanyika kumpiga picha. Mmoja wao aliuliza, yule mwanaume aliyekuja na wewe ni nani? Baba yako. Samia alicheka kwa aibu. Hapana. Yeye ni dereva wangu tu, akasema. Eric aliyasikia maneno hayo alipokuwa anatoka kwenye gari kuchuchua miguu. Moyo wake ulijaa uchungu. Alirudi haraka ndani ya gari na kungoja amalize. Waliporudi nyumbani, Eric hakuweza kuvumilia tena. Samia, kwa nini uliwaambia marafiki zako kuwa mimi ni dereva wako?
Samia alikunja uso. Lazima tuzungumze hili sasa. Sio jambo kubwa. Kwangu ni jambo kubwa. Nimefanya kila kitu kukusaidia. Nilikuamini na ndio unavyonilipa. Samia aling'aka. Eric, wewe ni mwepesi sana kuguswa. Sio jambo la maana. Ni picha tu na ni mahafali tu. Mahafali ambayo mimi nimeilipia. Na sasa unaniongopa. Kweli? Tangu siku hiyo, tabia ya Samia ilibadilika kabisa. Aliacha kuzungumza na Eric isipokuwa kama ni jambo la lazima. Alipata kazi katika kampuni moja imara na akaanza kurudi nyumbani usiku. Eric aligundua alikuwa akizungumza sana kwenye simu, akicheka na kuandika ujumbe kwa furaha. Unazungumza na nani kila wakati? Eric aliuliza jioni moja. Tafadhali, ni mambo tu ya kazi. Eric hakumwamini lakini hakusisitiza zaidi. Siku moja wakati akitoka sokoni, Eric alimuona Samia akishuka kutoka kwenye gari jeupe lenye kung'aa. Mwanaume aliyevaa suti ndiye alikuwa anaendesha. Eric alimsogelea. Yule alikuwa nani? Samia alionekana kukerwa. Sasa unanifuatilia? Ni mfanyakazi mwenzangu tu. Alinipa lifti. Lazima nikuelezee kila kitu sasa. Eric hakusema kitu lakini moyo wake haukutulia. Jioni nyingine Eric alijaribu kumshirikisha Samia wazo la kupanua gereji yake ya magari. Samia, nilikuwa nawaza niongeze sehemu ya kuuza vipuri vya magari. Unaonaje? Wewe sasa ni mtaalamu wa biashara. Samia hata hakuinua macho kutoka kwenye simu. Eric, kwa kusema ukweli, hiyo biashara yako haiwezi kukua. Unapoteza muda wako. Halafu una wateja wangapi? Eti wateja, unajua hata maana ya hilo neno? Huwezi jua. Unahudumia watu masikini wanaokuja kubadilisha matairi na kulipia shilingi 200 au 500 za dola. Halafu unataka nishiriki mawazo ya kibiashara na wewe? Hapana. Kama unataka ushauri wangu, lazima unilipe. Siwezi kutoa mawazo yangu bure. Mimi hushirikisha mawazo yangu na wanaume wa hadhi na uwezo, maneno ambayo huwezi kuelewa. Eric hakuamini mabadiliko aliyoyaona kwa Samia. Muda si mrefu, Samia alianza kutumia muda mwingi na Sami, mshirika wake wa biashara ofisini. Sami alikuwa mjane, tajiri na mwenye mvuto. Alianza kumpa zawadi za bei ghali, ikiwa ni pamoja na vito na mabegi ya kifahari. Siku moja, Samia alipokuwa bafuni akioga, simu yake ilianza kuita. Eric aliichukua na kuangalia. Aliona jina la Sami. Alipochunguza simu, aliona picha za mke wake akiwa uchi zikitumwa kwa Sami kupitia WhatsApp. Eric alikasirika sana. Alipomaliza kuoga, alimkabili. Sasa umeanza kutuma picha zako za uchi kwa wanaume, sio? Tafadhali nipe simu yangu. Kwa nini unachunguza simu yangu? Hiki ni kichekesho gani? Mimi ni mume wako, nina haki ya kuangalia simu yako. Nilikusomesha. Nilijitolea kwa kila hali. Ndiyo unanilipa hivi? Samia alicheka kwa dharau. Eric, sina muda wa upuuzi wako usiku huu. Kama hutaki nikae tena hapa, basi niache niende. Oho, kweli? Unataka kuondoka? Jamani. Sasa kama utajaribu tena Eric, utafanya nini? Utanipiga? Unataka kunipiga ndio? Sawa, najua la kufanya. Samia alienda chumbani, akakusanya vitu vyake vyote na kusema, imetosha Eric. Siwezi kuendelea kuishi hivi. Mwanamke wa mjini, mtaalamu wa biashara, anaishi na maskini kama wewe kwenye nyumba chafu isiyojengwa upya kwa miaka mingi. Unaenda wapi? Eric aliuliza kwa sauti ya kutetemeka.
Kwa mtu anayenijali, akasema huku akifunga mlango kwa nguvu. Eric alibaki amesimama pale, akitazama mlango uliofungwa, moyo wake ukiwa umejaa maumivu. Alikuwa amempa kila kitu, lakini bado haikutosha. Eric aligundua mahali Samia anaishi na Sami. Ilikuwa jumba kubwa lenye geti na walinzi kila mahali. Kila alipokuja kuzungumza naye, Samia alituma ujumbe kwa walinzi. Ambieni huyo mpumbavu aondoke, alisema kwa sauti ya baridi. Walinzi walimzuia Eric getini, wakimsukuma kurudi. Madam hataki kukuona, wangesema. Eric alijaribu mara nyingi, lakini kila mara aliondoka na huzuni moyoni na machozi machoni. Siku moja, Eric aliamua kujaribu tena. Alimsubiri Samia kwenye duka lake analopenda. Alipojaribu kuongea naye, Samia hakutaka kumsikiliza. Akasikia sauti ya Sami kutoka ndani ya gari, akiuliza kama kila kitu kiko sawa. Iko sawa. Ni mlinzi tu ananizingua, Samia alijibu. Ama acha kunisumbua. Wewe una shida gani? Sami alitoka nje, akijaribu kumzuia Eric kuongea na Samia. Kisha wakaondoka kwa gari. Eric alisimama na kuangalia gari la kifahari likiondoka kwa kasi. Akaamua hatamfuata Samia tena, alikuwa amechagua maisha yake na njia yake. Miezi michache baadaye, Samia alifunga ndoa na Sami. Harusi ilikuwa ya kifahari, ikijaa matajiri na mavazi ya bei ghali. Picha za sherehe zilienea mitandaoni. Samia alitabasamu kwa furaha, akiwa amevaa vito vya gharama na gauni linalong'aa. Ilionekana kama amepata kila kitu alichowahi kutamani. Haikuchukua muda, Samia akapata mimba. Watu wote walimpongeza na Sami alimzidishia mapenzi, alimnunulia zawadi na kuhakikisha anapata kila anachohitaji. Alijihisi kama malkia wa dunia. Baada ya miezi 9, Samia alianza kupata uchungu wa kujifungua. Alikimbizwa hospitalini. Kila kitu kilionekana kawaida mwanzoni, lakini mtoto alipozaliwa, madaktari na wauguzi waliganda kwa mshangao. Mtoto hakuwa wa kawaida, alikuwa nusu binadamu, nusu mbuzi. Wauguzi walipiga kelele na kukimbia kutoka wodini. Wengine walizimia, wengine walikataa kurudi ndani. Samia alishtuka sana. Mungu wangu, hii ni nini? Alilia huku akijaribu kumfunika mtoto kwa shuka. Habari zilisambaa haraka. Picha za mtoto wa ajabu zikaenea mitandaoni. Watu wakanong'ona na kunyoosheana vidole. Hii ni adhabu kutoka kwa Mungu, wengine waliuliza. Alifanya nini hadi apate laana kama hii? Siku hiyo hiyo, Sami alipotea. Simu yake ilizimwa na hakuna aliyeweza kumpata. Dereva wa nyumbani ndiye alikuja kumchukua Samia na mtoto kurudi nyumbani. Samia alipofika nyumbani, mjakazi alimkabidhi barua. Hii imekuja kwako, madam, mjakazi alisema kwa sauti ya chini. Samia alifungua bahasha kwa mikono iliyotikisika. Barua ilikuwa kutoka kwa Eric. Ilisomeka, Samia, nilijaribu kukuonya. Sami alikuwa mteja wangu kwenye gereji. Aliniambia kuhusu maisha yake. Alilaaniwa. Mke wake wa kwanza, Maria, alimtamkia laana kabla hajafa. Alisema mwanamke yeyote atakayemuoa atashiriki adhabu yake. Sikutaka haya ya kupate, lakini hukusikiliza. Naam, naomba upate amani. Mikono ya Samia ilitetemeka alipoachia barua. Akamgeukia mjakazi. Ni kweli? Alikuwa ameoa mwanamke aitwaye Maria? Mjakazi alitikisa kichwa kwa huzuni. Ndiyo, madam. Maria alikuwa mkubwa kuliko Sami, lakini alimpenda sana. Sami alimchat na msichana mdogo na akaondoka na pesa zao zote. Kabla Maria hajafa, alimlaani akisema hatakaa ajue amani na hata mwanamke yeyote atakayemuoa hatapata amani. Baba yake Maria alikuwa mganga mwenye nguvu sana.
Machozi yalijaa machoni mwa Samia wakati mjakazi alipotoka chumbani. Samia hakuweza kuvumilia aibu, minong'ono wala hatia. Usiku huo alijifungia chumbani. Asubuhi iliyofuata mjakazi alimkuta Samia akiwa hana uhai. Alikuwa amejiua na akaacha ujumbe uliosema, nimekosea sana. Nisameheni. Kwa upande mwingine, Eric aliendelea na maisha. Alifanya kazi kwa bidii, akaweka akiba na akarudi shule kuendeleza elimu yake. Miaka ilivyopita, gereji yake ilikuwa na kuwa biashara kubwa. Baadaye ikawa kampuni yenye thamani ya mamilioni ya dola. Watu walimpongeza kwa bidii na mafanikio yake. Eric hakuwahi kukata tamaa, walisema. Maisha ya Eric yakawa mfano wa jinsi ya kuinuka kutoka kwenye maumivu na usaliti. Hadithi yake inaonyesha kuwa hata mambo mabaya yakitokea, maisha bado yanaweza kuwa bora kwa bidii na imani. Hadithi hii ya Eric na Samia inatufundisha mambo mengi muhimu maishani. Tunajifunza kwamba si kila kinachong'aa ni dhahabu. Mafanikio ya kweli hayatokani na mali au umaarufu wa haraka, bali kutokana na uaminifu, juhudi, uvumilivu na heshima kwa ndoa na maisha ya wengine. Samia alichagua njia ya haraka, akadhani maisha ni kuhusu zawadi, magari na vitu vya kifahari. Lakini mwisho wake ulikuwa wa huzuni na majonzi. Kwa upande mwingine, Eric alivumilia, hakukata tamaa hata alipoumizwa na kudharauliwa. Aliamini katika kazi yake na zaidi ya yote alimtegemea Mungu. Mungu alimuinua kutoka chini hadi juu, akamfanya kuwa mfano wa kuigwa kwa wengi. Somo kuu ni hili: usimcheke mtu aliye chini leo, hujui Mungu atamuinua vipi kesho. Pia, kamwe usikimbilie maisha ya anasa kwa gharama ya maadili yako. Mambo ya duniani yanapita, lakini tabia njema na imani kwa Mungu ndizo zinadumu milele. Kwa kila mtu anayepitia majaribu, usikate tamaa. Endelea kuomba, fanya kazi kwa bidii na muamini Mungu. Yeye hachelewi na anajua wakati sahihi wa kukuinua. Kumbuka, maisha ni safari na kila hatua ina somo. Chagua kuwa mwaminifu, mnyenyekevu na mwenye matumaini. Mwisho wako unaweza kuwa mzuri zaidi kuliko ulivyowahi kufikiria. Asante sana kwa kutazama video hii. Tafadhali penda video hii, acha maoni yako hapo chini na usisahau kujiunga kwa video zaidi za motisha, mafunzo na imani. Mungu akubariki. Tutaonana kwenye video inayofuata. Kwa heri.